لله الذي أعاننا على الصيام والقيام، ونسأله سبحانه أن يبلغنا في رمضان مسك الختام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لكل شيء أمدا، الذي برأ الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد الذي لم يتخذ ولدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية نفسا وأوفاهم عهدا، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أصدق الناس قولا وجهدا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته، وعلى امتثال قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون الأفاضل، أيها المؤمنون الفضلاء، بالأمس القريب كنا نستقبل هذا الشهر الكريم، وفي هذا يوم نصوم أيام الأواخر فيه، فما أسرع مرور لياله والأيام. فبشرى لمن اغتنم رمضان بطاعة الرحمن وجمع بين خيري الصيام وقراءة القرآن. عباد الله، في ختام رمضان نقف وقفة لنأخذ العبرة وعظة من سرعة مرور ليالي والأيام رمضان. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أما بعد، بإذن Mwenyezi سبحانه وتعالى nakumswalia na kumtakia rehema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na usieni kwanza na kujihusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu. Ayuha al-ikhwa, mada ya khutba ni kuhusiana na khitamu shahri Ramadhan, kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, na kuwa leo ni Ijumaa ya mwisho katika Ramadhani hii ya mwaka 1446 ya Hijria. Hatujui tena Mwenyezi Mungu atatujalia kupata siku tukufu kama hii katika mwezi wa Ramadhani mwakani, au tutakuwa tumtangulia mbele zake. Ni juzi tu tumekuwa tukifurahika kuwa Ramadhani inatujilia, na tukawa na furaha isokifani kuwa tunaingia katika mwezi wa kupata rahma na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo tuko katika siku za mwisho za kuhesabika, masaa machache kabla ya kumalizika mwezi wetu wa Ramadhani. Katika kumalizika, lazima na sisi tuangalie ilivyokwenda haraka, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, ayyaman ma'dudat, kwa siku zenyewe ni za kuhesabika, ni siku chache sana, mpaka baadhi ya ulama wakizieleza ayyaman ma'dudat kuwa ni siku chache sana, au ni ayyaman ma'dudat kuwa ni siku zenye kuhesabika sana. Tangu zilipoanza Ramadhani, kila kipita siku huwa inapita kwenye hisabu ya watu. Leo tuko siku kadhaa, leo siku kadhaa, leo zimebaki kadhaa.
Kwa hivyo ni ayyaman ma'dudat, siku zenye kuhesabika sana au siku chache sana, kuwa zinahesabika kila mmoja. Lau tumuuliza leo ngapi, kila mmoja ajua leo tuko siku ya kadhaa, hisabu haipotei. Lakini njoo Jamadul Awwal, njoo Jamadul Thani, njoo katika miezi mingine, muulize mtu mpaka aende kwenye kalenda angalie, akumbuke leo ni ngapi, leo ni tarehe ngapi. Si wengi wenye kujua zile tarehe zikiwa si Ramadhani. Sasa zinakatika hizi siku kama upepo unapopita. Ni haraka iliyoje! Juzi tumeanza na leo tumaliza. Tutakatutie ibra, tuwe na mazingatio katika haya, kuwa kama inapokatika haya masiku yanapokwenda, ndivyo umri unavyokatika. Kila ikipita siku katika Ramadhani iliyopita na umri umepita katika maisha yako, imepunguka siku katika maisha yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakatuzingatie alipozungumza katika suratul Furqan katika aya 62 aliposema, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkar au arada shukura. Ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye kwamba kajalia usiku na mchana zinapitana hizi mbili, kila mmoja usiku hupisha mchana na mchana hupisha usiku. Liman arada an yadhakkara au arada shukura, kwa yule mwenye kutaka mazingatio au kumshukuru Mola wake kwa hizi siku alizojaliwa. Ni ibra, mazingatio kwa mwanadamu huyo, kuwa mwenye akili. Kila zilipokwenda mbio hizi siku, basi ni hatua tumepiga kuelekea katika kaburi, na ni hatua ambayo kwamba yule mwenye akili ikipita ajitahidi kuwa atajaza hizo hatua kwa mambo ya taa ili kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuwa itakapomfika ajali yake iwe yuko katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Tirmidhi amepokea kauli baadhi ya ulama wakieleza kuwa ni kauli ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengine wakainasibisha kwa Sayyidina Umar bin Khattab, lakini Imam Tirmidhi alipokea hadithi asema, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal-ajiz man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-aman. Yule al-qayyis mwenye akili kisawasawa, yule mwenye mazingatio kihakika, ni yule ambaye kwamba huituliza nafsi yake akaikurubisha kwa taa, kuifanya yale ambayo kwamba yana ubora baada ya kuondoka kwake. Huyu ni mwenye akili, kwa nafsi yake akaelekeza katika taa, kuitangulizia yale ambayo kwamba yatamfaa baada ya mauti yake. Lakini yule ambaye kwamba ana ajizi, yule ambaye kwamba ana uvivu wa mwisho, yule ambaye kwamba hajitambui, ni yule ambaye kwamba man tabaa nafsahu hawaha, ni yule ambaye kwamba nafsi yake imefuata matamanio yake, kisha akatarajia kwa Mwenyezi Mungu kuwa atapata salama. Yule ambaye kwamba imemtosheleza tu kuwa yeye ni Muislamu, akaona si lazima kufanya mengine. Yule ambaye kwamba aona imemtosheleza hii Ramadhani, yashafuka, pengine mengine ni ziada, hana haja nayo. Huyo huwa ni mvivu, asijitambua. Na kila tunapofanya yoyote katika amali, tukumbuke Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi tutakwenda kukutana nayo. Malipo yake yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Man ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Atakayefanya zuri hata kama ni dogo zaidi, punje ndogo kabisa, atakwenda kukutana nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakayefanya ovu hata kama ni dogo zaidi, atakwenda kukutana nayo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwa Mwenyezi Mungu hakupotei kitu.
Kile ambacho kwamba umekifanya ukakidharau, ukaona hii haina manufaa, ni kufanya tu kwa sababu kumekuwa kutakiwa mathalan ni sadaka ilipotolewa, wewe ukaona nina shilingi 10 ilibaki ni change hii hapa mfukoni, ukaitoa basi, ukaidharau, pengine hii tu haina maana, acha nitoe itanijazia mfuko mathalan na kadhalika, ukaidharau, mbele ya Mwenyezi Mungu utakwenda kuipata. Pengine hiyo ndio itakuwa na thamani zaidi katika amali kushinda ile ambayo kwamba uliibakisha, na ile ambayo kwamba umefanya kwa uovu, ukamdhulumu mtu, ukamchukua mtu, ukamfanyia mateso, pengine kwa ile kujiona tu na nafasi wewe waweza kumtesa mtu, ukafanya kumdhulumu, ama ukaamua nitakuonyesha kwa sababu nina uwezo tu wa kufanyia, nitakuonyesha, basi utakwenda kuipata. Wewe pengine umefanya ukaona hata haiko tena akilini mwako, umefanya ukaondoka, ukashughulika mambo yako, kwa Mwenyezi Mungu utakwenda kuipata. Yote inakusubiri ulifanya katika kheri na ulifanya katika shari. Yawma tajidu kullu ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'i, siku ambayo kwamba nafsi itapata kila iliyotanguliza kwa Mwenyezi Mungu imetangulizwa mbele yake, kila anafanya imetangulizwa. Min khairin muhdara, yale aliyofanya mambo ya kheri yametangulizwa mbele yake. Wa ma amilat min su'i, na yale aliyofanya maovu vile vile yametangulizwa. Haya yanafanya mema na haya ni maovu. Wewe mwenyewe ujipigie hesabu, ukiangalia kama anavyosema Mwenyezi Mungu, iqra kitabak, soma kitabu chako ya mwanadamu, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, nafsi yako ya kutosheleza siku hii ya leo kuwa ni hesabu yako utajifanyia mwenyewe, ya kutosheleza utajifanyia hesabu yako mwenyewe. Soma kitabu chako. Ayuha al-ikhwa, baada ya kutambua haya kuwa yote yatahudhurishwa mbele ya Mwenyezi Mungu, basi hatuna budi kuendelea na amali kama tulivyozifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka ikujie yaqini, yani mauti. Muabudu Mola wako mpaka itakapokujia mauti. Usikate, usisahau, usipunguze, nenda na kasi ile ile ulikuwa nayo, usirudi nyuma, usirudi nyuma. Tusiwe mfano wa yule mwanamke wa Makka alati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Mwenyezi Mungu amueleza katika Qur'ani, alikuwa kama wanavyoeleza mufassirina aya hiyo, alikuwa yeye akikaa katika mji wa Makka, ana uwezo nafasi yake, lakini kidogo akili zake si sawa 100%. Ingawa wakati mwingine huwaita watu vijakazi, akawaajiri kazi, akawapa kushuka na kushona kama uzi, kufuma kamba akazishona. Sasa kila wakishona, wakifika pahala zimeshakuwa nyingi, ikawa jioni akiwaamrisha, haya mshamaliza, sasa fungueni yote. Asubuhi kushukua kamba ama uzi, wakaanza kushona, wakafunga. Ikifika jioni anambia, haya fungueni yote. Mwenyezi Mungu akamtolea mfano, tusiwe kama wao ambao kwamba kufanya kazi ngumu mchana mzima, kisha jioni tukaharibu yote, tukafungua ile ambayo tumefanya. Sasa tusiwe tumefanya Ramadhani, tumefuma, tumeshona mchana mzima, mwezi mzima wa Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani tukaanza kufumua yote, tukaiharibu, ikawa ni tambara, halina maana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutaka tudumu katika amali, na ndivyo alivyohusia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema ahabbul a'mali ila Allah adwamu wa in kana. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in kana, kama rawahu Imam Muslim, kuwa bora ya amali inayopelekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ile yenye kudumu hata kama ni chache, ni ile yenye kudumu hata kama ni kidogo. Tumesimama tarawehi rakaa 20 au rakaa 8 au
nzima. Basi baada ya kumalizika Ramadhani kuna sunan zile ambazo kwa ni rawatibi na sunan zingine ambazo kwamba utajikurubisha nazo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mtu na ashikamani nazo. Shikamana na amali kama hizi, fanya bidii ya amali kama hizi, usiziache. Tumekuwa na jitihada ndani ya Ramadhani, tumeinuka usiku wa manane wa tahajjudi tukiziswali. Basi baada ya kumalizika Ramadhani tusikate, tusipunguze, kwa kuwa tahajjudi iko hata katika miezi mingine. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akimsifu Abdullah bin Umar, nasema ni kijana mzuri, ama Abdullah bin Abbas, nasema ni kijana mzuri, lau kana yaqumu laila, kijana mzuri huyu leo alikuwa akiamka usiku. Ilipomfikia habari, yule sahaba hakuacha mpaka kuondoka duniani, kila siku akisimama japo rakaa 2 tu. Sasa sisi hukimbia tukafanya ibada, tukasimama ndani ya Ramadhani, tena tukafanya na vishindo. Wakati mwingine hutaki kukosa. Nakumbuka kuna siku hapa mwaka jana, mwaka juzi, ilitokea watu wameinuka, wamekuja kuswali tahajjud. Ndugu yetu kama wamepitikiwa hapa, ikawa sifujo, kila mmoja taka kusukuma mlango, hata watu wako tayari kulivunja. Kwa sababu gani? Kufungulie waingie. Je, baada ya kumalizika Ramadhani tudumu na tahajjudi hiyo? Sasa ndio amali bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amali bora ni yenye kudumu, hata kama ni chache. Rakaa 2 tu wewe jiwekee katika ratiba yako. Mimi nitaamka kila siku ni swali rakaa 2 tu usiku, ama rakaa 4 tu. Nikimaliza zile 4 ni swali witri. Hata kama uwezi witri rakaa 3, fanya rakaa 1 ni witri. Rakaa 2 tu ya sunna qiyamul layl niipate, na witri nimalizie. Kila siku weka ni uradi wako, hata baada ya kumaliza Ramadhani. Hivyo anapopenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weka ratiba yako, nitafunga kila Alhamis na Jumatatu. Ama imekuwa ngumu, nitafunga kila mwezi siku 3 za mwezi, siku zile nyeupe. Ama ni ngumu, nitafunga mwanzo wa mwezi na mwisho wa mwezi. Hizi zote zimepokelewa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nitafunga leo, nitakula kesho, siku moja na moja nitakula, kila mmoja kwa mujibu wa uwezo wake. Ikiwa utafanya hivyo, utakuwa umeihuisha ile amali yenye kuendelea. Swala tulikuwa tukihudhuria kwa wakati ndani ya mwezi mzima wa Ramadhani. Tena hukaa kila mmoja anataka kuadhiniwe mapema, kuswaliwe haraka, ile hamu ya ibada tulikuwa nayo. Basi isikatike baada ya kumalizika Ramadhani. Lazima tuendelee nayo hivyo hivyo, ndio itakuwa amali zetu zinapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min al-mudawamati 'ala at-ta'a sawmu 6 min Shawwal. Katika kudumu katika taa ni mfano kufunga siku 6 za Shawwal baada ya kumalizika Ramadhani, kama anavyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. Mwenye kufunga Ramadhani kisha akaipitisha na 6 katika Shawwal ni kama alifunga mwaka mzima, ni kama alifunga mwaka mzima. Na hapa zamani kulikuwa na fikra wenye kufunga 6 ni watu wazima peke yao. Wengine walikuwa na fikra ukianza kufunga 6 huachi. Ni fikra tu zilikuwa, lakini hakuna katika sharia. Waweza kufunga, waweza kuzipatanisha zote hizi 6 baada ya hili tu mubashara ukaanza. Waweza kukaa ukasema nitazifunga Alhamis na Jumatatu, umejuzisha, unazoona mkubali. Waweza kufunga leo kala kesho, ni katika sunna zilizokuwa nzuri, lakini ukinuilia 6 ya Shawwal, bora zaidi kufunga 6 zikifuatana. Wengine wakaitia uzito, wasema lazima umalize kama una deni la Ramadhani. Ni bora zaidi kumaliza ikiwa una deni la Ramadhani, ukasema mimi nitafunga nilipe deni la Ramadhani, lakini nifunge 6 tu Shawwal baada ya kumalizika deni la Ramadhani. Lakini si lazima, hasatan kwa wanawake. Manake kuna watu
wametia sharti ambayo kwamba ni nzito na kuwapa taklifu wanawake kwa lazima akamilishe zile deni, kisha ndo arudi afanye nini? Afunge tena. La, hakuna, si lazima, kwa sababu Sayyidatuna Aisha asema deni la Ramadhani yeye alikuwa akifunga ndani ya mwezi wa Shaabani kabla ya Ramadhani nyingine. Yeye Sayyidatuna Aisha alikuwa akifunga deni la Ramadhani katika mwezi wa Shaabani, kumaanisha wewe wasema Sayyidatuna Aisha hakuwahi kufunga 6 min Shawwal. Si lazima, wala katika yani kihakika ya dasturi za kimaumbile haiwezekani kuwa ni lazima kufunga kwanza ukalipiza zile siku ndo ukafunga 6 tu Shawwal. Kwa nini? Mathalan, tufanye mathalan ya maneno, mwanamke ameanza kufunga mwezi wa Ramadhani akafika siku 15, ikawa hedhi yake imeingia siku 15, sawa? Amefunga 15 peke yake, hedhi imeingia, na hedhi ya uchache ni hizo. Kuna wengine huenda hedhi mpaka siku 15. Ameingia hedhi siku 15 mathalan, baada ya Ramadhani, nusu ya Ramadhani hakuipata, kisha ametahirika ule usiku wa kuingia siku ya Idi. Siku ya Idi amepata Idi lakini haruhusiwi kufunga. Siku ya Idi amepata Idi lakini haruhusiwi kufunga. Baada ya Idi ameamua, kama inavyosema wao wanaosema kuwa lazima alipe zile siku 15. Baada ya Idi akaanza kulipa zile siku 15. Yule mwanamke akizilipa zile 15, ikifika tarehe 16 ya Shawwal tayari hedhi nyingine imemwingilia, itakuwa tayari. Kunao wengine namna hiyo, ikifika 16 ya Shawwal tayari nyingine imemwanza. Huyo atafunga lini? Mwaka mzima, umri wake hatawahi kupata 6 tu Shawwal. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiweka amri na sharia kuwa hawezi kumfunga mtu nje, anapoweka amri na sharia hamfungii mtu yoyote nje. Ndio utaona alipoulizwa na Sayyidatuna Aisha, niseme nini nikiipata Lailatul Qadri, alijua wengine watakuwa katika hedhi ya kuambia simameni mswali, fungeni, someni Qur'ani kwa wingi. Kulu, sema ya Aisha, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ile haikuhitajia tahara, ndio maana akamwambia sema hivi. Sayyidatuna Aisha akawa ni mwenye kuisema. Kwa hivyo tusiwape taklifu wanawake, ukapewa taklifu ngine lazima akamilishe. Kuna wengine utawafungia umri wao hawatawahi kupata 6 tu Shawwal. Kwa hivyo aweza mtu akafunga siku 6 za Shawwali na nia ya kulipa Ramadhani ikabaki, na bora aitimize kama Sayyidatuna Aisha alivyosema, alikuwa akilipa kwenye mwezi wa Shaaban. Bora zaidi ikiwa atalipa kwanza Ramadhani, kwa kuwa ni deni la Mwenyezi Mungu limuondokee kabisa. Bora zaidi, nasema na mfahamike, bora zaidi, lakini isitiwe taklifu, kwa sababu siku hizi kuna taklifu hutiwa mpaka ukaambiwa ni haramu kufunga 6 kabla. Wengine hutumia maneno kama hayo. Kwa hivyo katika kuhimizana, tuhifadhini yale tulikuwa tumeshikamana nayo katika mwezi wa Ramadhani. Sadaka tuendelee kuzitoa kama tulivyotoa ndani ya Ramadhani. Ile tende moja ulikuwa ukiiona ni kubwa ndani ya Ramadhani, wakati wa iftari ukashika tende ukaigawanya mara 2 ukampa mwenzako, shika na huyo akampa. Tuendelee kugawana baada ya kumalizika Ramadhani. Kwenye Ramadhani mashaallah, kila mmoja ana imani, ametoka nyumbani na tende 3, hukupa shika, na yeye mwenyewe akatosheka na ile moja. Lakini njoo siku zingine, hubadilika wapi mambo jamaa? Ile imani na sadaka tunayopendana, mahaba tulikuwa nayo ndani ya Ramadhani, hupotelea wapi baada ya kumalizika Ramadhani? Ile hamu ulikuwa nayo na ndugu yako, dumu nayo hivyo hivyo. أيها الإخوة، أذكركم أيها الأحبة بزكاة الفطر. نوكمبوشا كهس زكاة الفطر تجب على من أدرك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال. imewajibika kwa alopata mwisho wa Ramadhani na kule mwanzo wa kuanza Shawwal. Zakatul fitri ni wajibu kwa kila alopata mwisho wa Ramadhani, usiku wa mwisho wa Ramadhani, yani kabla ya jua kutua,
siku ya mwisho ya Ramadhani, basi wote waliopatikana katika nyumba yako unawajibikia kuwatolea. Hata kama ni mtoto amezaliwa sekunde tu ama dakika kabla ya jua kuzama, huyo anatolewa zakatul fitr. Katika madhhabi ya Imam Abi Hanifa, Imam al-Azam, asema hata yule aliyo matumboni mustahabu kutolewa vile vile zakatul fitri. Ni mustahabu kwake kutolewa zakatul fitri. Zakatul fitri hupawa mafungu yale yale manane yanayopewa sadaka. Zakatul fitri hutolewa muda gani? Muda wa kutolewa wamejuzisha ulamai tangu mwanzo wa Ramadhani. Wengine wakasema tangu 15 za mwisho za Ramadhani. Wengine wasema siku 3 za mwisho zote zimejuzishwa, aweza mtu kutoa zakatul fitri. Ile siku ya mwisho kile kikurubia zaidi, hii ndio bora zaidi. Na waktul fadhil, wakati bora kushinda zote, ni kabla salatul Eid, yaum al-Eid, kabla ya swala ya Eid, siku ya Eid. Tumezungumza kwa kiasi alfajiri baada katika darasa zetu. Kabla ya siku ya Eid, kabla ya swala ya Eid, siku ya Eid, mtu na ajitahidi atoe kabla ya swala. Usijishughulishe wakati wa swala wewe ndo kimbia tafuta, la, itayarishe kabisa, nitatoa nipe. Ikiwa hujui ipeane, kunao wanaokuja wakati mwingine misikitini kutafuta, lakini ikiwa wajua, mafakiri au la zaidi, kisha maskini, kisha mafungu mengine ambayo kwamba yametajwa katika aya 60 ya sura At-Tauba. Kwa hivyo ni hutolewa kiwango gani na ni nani mwenye kupaswa kutoa? Baba msimamizi wa nyumba, kila alo chini yake humtolea. Baba msimamizi wa nyumba, kila alo chini yake. Kijakazi Muislamu, ikiwa humpi ya kutosha, lazima umtolee na yeye. Ikiwa wampa mshahara uliokuwa mzuri na yeye anaweza kujitegemea, basi atajitolea mwenyewe. Mke ikiwa anajiweza, ajitolee kwanza. Ikiwa hajiwezi, yuko chini ya majukumu ya mume, basi mume atatoa. Mume ana majukumu, atamtolea mke. Wazazi ikiwa bado wako hai na wako chini yake, watoto wake na wale wote ambao wako chini ya nyumba yake atawatolea. Lakini kwa namna gani? Kwanza, ikiwa hana ya kutosha, ataanza na nafsi yake, kisha aangalie mke wake, kisha watoto ama wazazi wake, kisha atakuja kwa watoto. Watoto atawatolea wale wadogo kwanza kabla ya wakubwa. Asiwatolee watoto wakubwa akaanza akaacha wale wadogo kwanza, kwa kuwa kila akizidi kuwa mkubwa ule wajibu unarudi kwake yeye mwenyewe. Kijana akiwa amebaleghe au mke au mzee ana uwezo, kwanza umuulize, nataka kukutolea zakatul fitri yako, akupe ruhusa kuwa nitolee. Ikiwa ana uwezo atoe mwenyewe, au la zaidi, bora zaidi, kwa sababu hii ni ibada. Ibada hatufanyiani hapa, ni kwa sababu ya uwezo tu ndio imekuwa ibada. Wewe ndio utaulizwa, mbona hukutoa zaka? Kama anavyosema Bwana Mtume sallam, saumul mar muallakum ma baina as-samai wal ardh, saumu ya mja imening'inizwa mbingu na ardhi, haipandi mpaka kwa zakatul fitri. Kwa hivyo kabla ya kutoa, kijana umebaleghe, nataka kukutolea zakatul fitri, una uwezo wako, utatoa ama sawa, nitolee baba, ndio pale hutolewa. Na kila sotoa ana wajibu huu mpaka atoe. Ikiwa mathalan amekosa mtu wa kumpa pengine mpaka baada ya swala, itakuwa ni dharura imekubalika, lakini bora zaidi ajitahidi kupata mtu kabla ya swala itoe. Bora zaidi kabla ya swala apate kuitoa na kuigawanya, ili yule maskini akija kuswali na yeye tayari ajua nina kitu nishakipata, nenda kutengeza nyumbani kwangu. Wala usijali wewe ninakupa zaka na bado wazunguka, si yako tena, ushampa. Ukimwona yazunguka tena, shauri zake yeye, si wewe. Wewe ushatoa kama unavyofaa kutoa. Akiipata mwenyewe atapanga, atakwenda kutoa, atatumia na watu wake, atafanya, utampa. Wamejuzisha wanazuoni wa madhhabi yote, waweza kumpa mtu mmoja yote, au waweza kuigawanya ukawapa watu kadhaa, ile uliokusanya nyumbani kwako. Kiasi ni gani? Wamesema wanazuoni ni saa, kama hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoambia, saa min burrin au saa min burrin ay qamh wa saa min tamr
wa saa min zabib wa saa min sha'ir, ni saa kipishi kimoja, ni pima moja ya burri, wengine wameeleza kuwa ni ngano, au ni kipimo kimoja cha nini, cha tende, au ni kipimo cha zabibu, au ni kipimo cha nini, ni kipimo cha shairi. Shairi ni bali, ikisemekana bali itafahamika zaidi kuliko shairi, ni bali katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyokusudia kwa Bwana Mtume sallallahu katika hadithi. Katika riwaya nyingine ilikuwa dhaifu, akasema na unga daqiq, vile vile akaitaja katika riwaya moja ambayo kwamba nazuri hadithi imetaja dhaifu, unga ukitoa. Kisha hii saa ni nini katika vipimo vya wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Saa wameeleza wanazuoni wa madhhabi tatu, Hanafi, ni Maliki, Shafi na Hanbali. Saa ni 4 amdadin, ni muddi 4. Muddi ni nini? Muddi ni mikono miwili hii ya mtu alobalighi ambaye kwamba ni wastani, mikono yake miwili aiweke hivi. Hii mikono miwili akiingiza kwenye gunia, akichota 1, 2, 3, 4, hiyo ndio saa moja ambaye kwamba inastahiki kuwa nini, ni zakatul fitri kwa kila mtu mmoja. Ukiipima mara nyingi ya ghalabia itakuja kwenye kilo 2.5, kilo 2.5 mpaka kilo 3 kasorobo. Ni hapa baina ya hizi. Ndio wengi katika ulama wa sasa wa madhhabi ya Shafi'i na tukwambia kilo 2.5 zinastahiki. Ukitaka zaidi toa kilo 3 na kasorobo, au ukiwa ni umefijika zaidi 2.5 itatosha, lakini 2.5 ndiyo imetimia. Kuwa ukichota mara 4 ndio muddi. Saa ni muddi 4, unachota na mkono wako mara 4, ile ndio imetimia kuwa saa, vipimo alivyopima Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitu vya kutolewa ni hivi tulivyovitaja. Imam Abu Hanifa akasema ni nisfu saa kwa burri, kwa ngano, kuwa itakuwa ni nusu ya ile saa, au kwa vitu vingine shairi, zabibu na tende itakuwa ni saa nzima kamili. Kisha kwa Imamu Abu Hanifa madhhabi yake saa ni muddi 6. Saa kwa Imamu Abu Hanifa ni vipimo 6 vya mikono, si 4. Katika madhhabi matatu ni vipimo 4. Kwa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa ni vipimo 6, atapima mara 6. Kwa hivyo ikiwa nusu itakuwa ni 3, ikiwa ni kamili itakuwa ni 6. Ile ndio imeingia ambayo inakuja kwenye hiyo kilo 3 ama 3.5 kwa madhhabi ya Imamu Abu Hanifa. Kwa hivyo ikiwa utatoa kulingana na madhhabi ya Imamu Abu Hanifa, uitoe kilo 3.5. Imamu Abu Hanifa akajuzisha kutolewa pesa badala ya kutolewa chakula, na wengi wakamuunga wengine mkono, wakasema ni amali ya maswahaba, kina Sufyan bin Uyayna, kina Sayyidina Ali, kina Sayyidina Muadh bin Jabal, kina Sayyidina katika tabiina, kina Umar bin Abdul Aziz na Abu Ishaq na wengine katika matabina, wote wamejuzisha kuwa yaruhusika vile vile kutoa pesa badala yake. Imam Ibn Abi Shayba katika musannaf yake ana mlango kabisa, ametaja mlango wa kutoa yani badala ya chakula katika zakatul fitri, na kisha akazitaja hadithi. Miongoni mwa hadithi aliyotaja ni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz akiwatuma watu kwenda kuchukua, akiwaambia yani katika miji ya Sham na wengine akiwaambia nileteeni nisfu ya dirham kwa kila saa, badala ya saa ya chakula nisfu ya dirham zikikusanywa, au wengine wakikusanya dirham 1. Abu Ishaq katika tabiina amepokea alimamu Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, asema Abu Ishaq adraknahum wa hum ya'khudhuna badala as-sa'a dirhaman, tumewapata maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wanachukua badala ya kipimo cha chakula wanachukua dirhamu 1 badala ya kipimo cha chakula. Maswahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu tabiina na hakudanganya kuwasingizia maswahaba. Katika watu walikutana nao ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, ni katika tabiina wale wa juu, tabaka ya pili baada ya wale wa kwanza kabisa. Kisha alikutana wakati wake ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Kwa hivyo imejuzishwa, na baadhi wameona ni aula, ni bora zaidi. Alimamu al-Qaradawi alikuwa akizungumzia wakati mwingine, na wengine maimamu kieleza kutoa, na tumeeleza kwa kiasi alfajiri katika darasa letu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kuna kundi na wengine saa hizi
kuzungumza tena kwa lugha mbaya ni haramu. Ukitoa pesa umeharibu zaka yako, ni lugha ya kuwatishia watu na kuharibu ibada za watu. Hakuna haramu kama imefanywa na maswahaba. Maswahaba na tabiina walikuwa hawafanyi haramu kwa kukimbilia. Wewe ukisema haramu haipokelewi, umekosea, umeharibu. Kweli kama tutataka basi ni sunna. Wengi hapa hutoa mchele. Katika hadithi hakuna hata riwaya moja imetaja mchele, hata moja. Na kisha lile neno tunalolitumia, chakula kinacholiwa katika mji, hakuna hata riwaya dhaifu iliyotaja maneno hayo, kutil balad. Ni jitihada za wanawazuoni waliosema kutil balad, chakula kinacholiwa katika mji, ni jitihada ya wanazuoni. Hakuna aliyosema mchele katika riwaya hata moja, lakini sote ukimbia tukatoa mchele. Kuna wale wengine tumetoa mfano wa Masai na makabila yenye kufuga, wao chakula chao nyama, so atoe nyama. Ushasikia kuna riwaya ya kutolewa nyama zakatul fitri? Itolewe kiasi gani ya nyama? Kuna wengine chakula maalumu. Ukienda mathalan ni mlima Kenya na sehemu zingine utapata mudhukoi, chakula maalumu. Atoe maharage. Ushasikia kuna zaka ya maharage ilitolewa pahala? Ushasikia itolewe kitu gani? Kwa hivyo ile ni jitihada walioifanya wanazuoni. Muhammad Siddiq al-Ghimari ameandika kitabu chake cha kutuelezea yeye kuwa ni dalili ambazo kwamba amezionyesha kuwa yajuzu kupokea mali, kutoa zakatul fitr kama pesa kuliko yani kutoa nini, na akatoa dalili istishhadi zake ambazo kwamba amezitoa. Akasema asli ya zaka zote ni mali, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha, chukua katika mali zako. Kwa hivyo asli ya zaka kila kitu ni mali, asli huwa ni mali. Lakini hapa Bwana Mtume sallam akatoa kwa mfano kuwa toa kitu hiki, toa hii. Ilotajwa ni 4 tu, ilothibiti kwanza katika hadithi ni 3 ama 4: ngano, shairi, tende na zabibu peke yake katika hadithi hiyo. Moja iliongeza unga, ni unga wa hivi vitu viwili. Je, ilothibiti hizi 4? Sasa ikiwa imethibiti hii, ile ruhusa iliyokupa kuongeza mchele hapo ndani ndio ruhusa iliyompa huyu mwingine aweza kutoa kama kima cha mali akaipeana. Ruhusa iliyokupa wewe kuongeza mchele katika hiyo hadithi, ruhusa iliyokupa ndio imempa huyu aweza kutoa kima chake. Na unapotaka kutoa kwanza, basi bora zaidi ifatilize kwa madhhabi ya Imam Abu Hanifa, itoe 3.5 kilo hizo, ama 3 usitoe chini zaidi kwa kima, itoe kule zaidi. Na ila tumeeleza sababu kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hawa msiwadhikishe wakati wa Idi. Umempa pengine ngano, huyu ngano, ataichemsha peke yake, aifanye nini? Sasa yale masala mengine, wengine usema asuchukua yeye basi maskini jeuri. Si masala na maskini jeuri. Kisha ni kwa nini mtume wakati ule kutumia vipimo vya chakula si pesa? Maanake wengine husema mtume wakati wake kulikuwa na pesa pia, dirham, mbona hakutoa dirham na dinar? Ya jamaa, kila tunapozungumzia tarehe ya mtume na masail turudi nyuma vile vile. Dinari na dirham ilikuwa si kwa kila mtu. Dinari na dirham ilikuwa si kwa kila mtu, si kila mmoja alikuwa nayo. Lakini vyakula ilikuwa mtu akijitahidi atalima, na watu walikuwa wakibadilishana vitu. Tumekwenda na barter trade, sote twaijua, mpaka miaka 1900 na kwa hivyo wakati ule ilikuwa ni barter trade. Huyu akitoa chakula, huyu huleta nguo, huyu akitoa, huyu huleta hii, wakibadilishana. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kile kinachopatikana na watu wengi wanacho chakula, kila mmoja alikuwa akijitahidi akikipata. Dinari na dirham ilikuwa haiko katika kila nyumba ya Waislamu siku zile. Tumesema Mtume anapotoa amri haleti kumkalifisha mtu. Dinari haikuwa kwenye kila nyumba, tusidanganyane. Haikuwa dinari katika kila nyumba, wala dirham. Ilikuwa ni wachache, ni vipande vya dhahabu ama fedha, ni wachache. Hata sasa leo tukenda, wangapi wana dhahabu nyumbani kwao? Ni wangapi? Tukisema tuinue mikono hapa, wengine hawana, hatujaiona hata dhahabu. Bukana namna gani wengine? Si kila mmoja. Ama tuseme mathalan leo bwana tutatoa kwa dola, wangapi washaiona hiyo dola?
lakini chakula kila mmoja alikuwa nacho nyumbani kwake, ndio maana ikatumika kima cha chakula kile. Na mfano mzuri aliotoa bin Siddiq al-Ghimari, asema ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Saidina Muadh bin Jabal katika mji wa Yaman kwenda kuwatolesha watu, kuwafundisha watu ilmu na kukusanya zaka zao na kadhalika. Muadh bin Jabal alitolewa amri ya kufanya hukumu kwa uwepesi zaidi. Alipofika Yaman, Muadh bin Jabal alichukua nguo kutoka kwa watu wa Yaman. Nguo zilikuwa rahisi, vitambara vilikuwa rahisi, akivichukua, nipeni vitambara. Tena katika hadithi akisema itawafaa watu wa Madina. Akichukua vitambara badala ya chakula, akitoa Yaman akiwapelekea Madina. Alikuwa akimpelekea nani Muadh? Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafa. Alopelekewa ile zaka ni Mtume kabla hajafa. Itawafaa watu wa nani? Watu wa Madina. Akachukua akawapelekea watu wa Madina. Kwa hivyo imejuzu kwa baadhi ya maswala, ikiwa wewe una bora zaidi kutoa, itoe sadaka yako. Ukiwa unataka kutoa kama chakula, bora zaidi itoe kama chakula, lakini usimzuie yule anayetoa kama kima, kuwa ni pesa fulani nitahesabu kisha nipeane. Usimzuie, nyote muwe katika kheri, kila mmoja amuombee mwenzake, ibada zitakabaliwe na amali zizikabuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimzuie mwenzako haram utakuwa unakwenda kinyume na wewe, unaharamisha ambalo kwamba halikuharamishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa wamefanya bora ya walofahamu, basi sisi itakuwa ni hatuna makosa kuwa tumewafuata wale bora walofahamu. Hakuna atakayenambia anayefahamu sharia na amri ya Bwana Mtume kumshinda Muadh bin Jabal katika sisi za mazaleo. Hakuna ambaye kwamba atanambia anafahamu zaidi sheria kumshinda Umar bin Abdul Aziz, ambaye wakihesabiwa makhalifa baada ya wale wanne, yeye peke yake ndio huhesabiwa katika wale wengine, huhesabiwa na yeye katika makhalifa. Ikiwa atahesabiwa ni mtu kwamba alikuwa afanye kwa uadilifu na akapokea. Kwa hivyo huwezi kuifahamu zaidi hadithi ya Mtume kushinda hawa walivyoifahamu. Tusiwakufurishe watu, tusiingie katika kuzozana kusikokuwa na maana. Wewe umeona bora zaidi kutoa, tena sikiza, usitoe kwa pimo ya ratili, usiende kwenye kilo nipimie kilo 2. Kisha kuonyesha inavyopimwa. Chukua gunia lako, ingiza mikono ndani, chota 1, weka 2, sunna zaidi. Usiende kwenye vipimo vya nini, manake hata hiyo 2.5, 2.25 ni jitihada tu za wanazoona mziweka kumtaka Mtume, na hiyo mudi pia walopima hisabu ni jitihada. Ndio kaona Imam Abu Hanifa akisema 6, hao wengine wakisema 4. Zote ni jitihada. Sijui utapima kwa kipimo gani ambacho kitakupelekea mpaka ujue hakika ni hii alipopima Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tusikalifishane tukaweka na kukurufurishana huyu. Ayuha ikhwa, tumalize mwezi wetu hali ya kuwa tunataka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu katika amali zenye kutunufaisha. Itakapokumalizika kuna takbirati za kupigwa. Mara nyingi mizozo ya Uislamu huja mwanzo na mwisho wa Ramadhani, kama kwamba Ibilisi atakatuzozane, tuharibu, tuvuruge, tusije kuzozana kwa mambo ambayo kwamba yana khilafu ndani yake. Kila mmoja ampe mwenzake udhuru. Wewe umefanya kikubwa ni kuombeana kwa Mwenyezi Mungu, Mola atakabalia yako na atakabalia yangu, kila mmoja kwa jitihada. Sote jitihada yetu ni kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuwafikie na atuwezeshe kuwa ni wenye kutekeleza ibada hizi. Tujitahidini kutoa zakatul fitri kwa mapema, tujitahidini kufanya amali, tusichoke. Kuna wengine ikifika hivi sema Lailatul Qadr sasa kuisha, ndio ikawa tena amenyamaza, msikiti amesahau. Tarawehi saa hizi ukienda misikiti yote ile ilikuwa ikijaa mpaka nje inapunguka kote, kunapunguka kote. Nenda zunguka kote, ama tumana taarifa, waambie kila mmoja anakwenda hapa Eldoret, atakayeswali Kipkare na kutumia video angalie, atakayeswali Muhibur Rahman kule mwisho kutumia video, atakayeswali Mailini akutumie video. Jamia ilikuwa magari ukipita saa 2 hupati parking, saa hizi nenda utapata tele zimejaa. Atakayekwenda AP akutumie video. Maskini wakati mwingine hata watu 4 peke yake ndio hubaki. Ndivyo kallatul himam, tumepoteza, hatuna tena.
tumepoteza, hatuna tena zile shauku na haja ya ibada, tuko nyuma kama umma. Zishafika tuona kuisha tena, tungoje mwakani, mwaka ujao tuangalie ndini tarehe 20 ngapi, 23 ya mwezi wa Februari, sio ndo tuje kuanza Ramadhani nyingine, sio tungangane tena tushindane. Ikifika Machi moja tena tushachoka, kila moja tungoje mwakani, tena tungoje mpaka 2030 tukifunga mara mbili, Disemba na Januari. Itakuwa yani sisi kungoja mwanzo tu tukinini na mwisho. Ile ambayo kwamba ni constant kwetu ni kuzozana, ile ambayo kwamba tumeweka constant haibadiliki ni kuzozana, huyo amkufurishe, huyo mpinge, la, kila mmoja afanye ala qadri ta'at, ala qadri istita'a, kila mmoja afanye kwa kadri ya uwezo wake. Wewe unaweza fanya mpaka hapa, naweza fanya mpaka hapa. Usishindane na mwenzako, yeye amefanya jitihada, amefanya hivyo, amemfuata imamu na huyo amemfuata imamu, huyo amefuata maandiko na huyo amefuata maandiko. Mwenyezi Mungu atatuhukumia kesho akhera, lakini kikubwa ni kuombeana sote tuombeane kwa Mungu, tuwe kama Wahshi na Hamza watakapokutana. Huyu alimuua huyu, lakini peponi watakaa wote, wamekaa wameelekeana. Huyu amemuua, lakini peponi, yani huyu amemwombea huyu. Wahshi alipotoka ataka mimi nitalipisha, alifurahi. Kuna furaha aliyopata kuwa ule mshale ule muingie Hamza ndo alikwenda kumuua nao Musailama al-Kadhdhab, akafurahika kuwa nimelipisha, nimefuta. Sasa sisi tuombeane kheri siku zote, tusieni kukufishana na kutiana motoni. Pepo Mungu ameumba kubwa, wewe unataka kuingia peke yako? Pepo ya Mungu kubwa, wewe motoni, Mungu mwenyewe hana nini, hamwambii mtu. Wewe umetoa jeuri hiyo wapi? Kila mmoja wewe nenda, wewe hulipi, hufanyi. Kwani kazi ya kuandika umetolewa malaika? Malaika ndio kiraman katibina, wewe umechukua kazi yao. Fanya yako ibada, usiwe ni kuandika kazi ni ya malaika ile. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wa